tu umuinulie Bwana mikono yako. Umbali huu tumefika, imegharimu mkono wake. Tuna kila sababu ya kushukuru asubuhi ya leo. Fungua tu kinywa chako, anza kumshukuru Mungu kwa kukupa uzima, kwa kukuwezesha wewe na mimi kufika hapa. Tunasema umbali huu yeye ni Ebeneza. Inua tu kinywa chako, anza kumpamba Bwana na sifa. Mpe tu neno la shukurani, kwa sababu yeye amekuwa mwema kwetu. Ametuponya na magonjwa yote, ametuhifadhi, ametuepusha na kila hatari. Oh Yesu, tunakushukuru. Asante maana umbali huu tumefika. Tunakiri ya kwamba wewe ni Ebeneza. Ni asante maana umetuinua. Ni asante maana umetuongoza. Umetupa afya njema. Umetupa kibali Bwana. Neema yako imetulinda.
Jisikie tu ukimshukuru Mungu. Yesu umefanya. Unaimba kwa bidii zaidi kwa sababu anakwenda kutenda. Yesu umefanya ya ajabu. Yesu umefanya ya ajabu. Umbali ume
Can you just raise up your hands and tell him? Mwambia kwamba bila wewe nisingesimama mimi. Singeweza kusimama. Bila wewe Yesu singesimama. Bila wewe Yesu mimi singesimama. Come on, raise up a voice of gratitude. A voice of gratitude to him. A voice of thanksgiving unto him. He says that we enter into his gate with thanksgiving. Come on, tell him it is because of you I'm here today. It is because of you I am alive today. It is because of you I am alive today. Thank you, Jesus. You are the Lord. Just welcome the Holy Spirit. Tell him that you are wonderful. I need you in my life today. Tell him you're wonderful. Welcome the Holy Spirit. Tell the Holy Spirit I need you. Come and saturate the environment of this place with your presence. Yes, Lord. Come and saturate our lives with your wonders. Come and saturate our life with your wonders. Come and saturate our life with your presence. Come and saturate our life with your presence. Come on, uplift up your name, Lord. Your name is uplifted above all other names, Lord. Your name is worthy. Worthy is your name, Lord. 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 We invite you to come and take charge. Come and take charge. Come and take charge. Come and take charge, Holy Ghost. Come and take charge, Holy Spirit. Come and devour. Come and take whatever that is not of your own. Remove it out of our lives. Come on, uplift your name, Jesus. Manifest yourself in this place, oh Lord. Manifest yourself in this place, oh Lord. Manifest yourself in this place, oh Lord. Come and rule. Come and dominate. 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 Come and take charge of our lives. Take charge of our minds. Pour your oil upon us. Set us on fire. Set us on fire, Lord. Set us on fire, Lord. Come on, lift up your voice and tell him to set you on fire. Set you on fire. Set you on fire. Tell him to come and consume what is not of his. Come and consume what is not of your own. Come and consume what is not of your own. Yeah. Come like the rain. Come like the rain. Come like the fire. Come like the wind. Come like the rain. Come like the fire.
turn to fire. My worship is my weapon. How many of the worship as a weapon? How many of the worship as a weapon? Can you uplift up here? Lift your hands up. Lift your hands up. Tell him my worship is my weapon. 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 This is how I win my battle. This is how I win my battle. This is how I win my battle. This is how I dominate. This is how I rule. Say, pass it to fragrance. Pass it to fragrance. Turn it on to fire. Turn it on to fire. My worship is my weapon. My worship is my This is how weapon. I win my battle. This is how I win my Say, battle. pass it to fragrance. Pass it to fragrance. Turn it on to fire. Turn it on to fire. My worship. My worship is my This is how I win. This is how I win my Say, battle. pass it to fragrance. Pass it to fragrance. Turn it on to fire. Turn it on to fire. My worship. My worship is my This is weapon. how I win my This is battle. how I win my Pass battle. it to fragrance. Pass it to fragrance. Turn it on to fire. Turn it on to fire. My worship. My worship is my This weapon. is how I win my battle. This is how I win my battle. Samaki nje ya bahari, sina uhai nje ya hema yako, kama samaki nje ya bahari, sina uhai nje ya hema yako, kama samaki nje ya bahari, sina uhai, sina uhai, Yesu, nje ya hema yako, kama samaki, Kama samaki nje ya bahari, nje ya bahari. sina uhai, Sina uhai. sina uhai, Yesu, Nje ya hema yako. sema kama samaki Kama samaki nje ya bahari, nje ya bahari. sina uhai, Yesu, Sina uhai. sina uhai, Nje Yesu, ya hema kama yako. samaki, Kama samaki kama samaki, Yesu, nje ya bahari. sina uhai, Sina uhai. sina, Nje ya hema yako. sema kama samaki Kama samaki nje ya bahari, nje ya bahari. sina uhai, Yesu, Sina uhai. nje ya hema yako. Nje ya hema yako. Wewe ni zaidi, zaidi Yesu wangu. Wewe ni zaidi, zaidi, zaidi Yesu wangu. Zaidi, zaidi, zaidi Yesu wangu. Hema yako kama samaki nje ya bahari, sina uhai nje ya hema
the same mood, we want to invite Sunday school. Sunday school wote wakuje hapa mbele ni kwa sababu ya maombi. In the name of Jesus. Wewe ni Mungu wa agano, nilipili kushindalo. Wewe ni Mungu wa agano, nilipili kushindalo. Sunday school mkuja mbele. Wewe ni Mungu wa agano, nilipili kushindalo. Wewe ni Mungu wa agano, nilipili kushindalo. Sema wewe, Wewe ni Mungu wa agano, nilipili kushindalo. unaponya magonjwa. Wewe ni Mungu wa agano, nilipili kushindalo. Unainua viwango. Ni jambo gani linalokushinda? Nilipili kushindalo. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu wa agano, nilipili kushindalo. Wewe Wewe ni Mungu wa agano, nilipili kushindalo. wewe Wewe ni Mungu wa agano, wewe nilipili kushindalo. wewe ni Mungu wa agano. Wewe ni Mungu wa agano, nilipili kushindalo. Wewe ni Mungu wa agano, nilipili kushindalo. Sema wewe Baba, nilipiga linalokushinda. Unatubariki Yesu. Pitisha hawa hapo. Yerusalemu Yesu aliomba, Baba mapenzi yako yatimize. Mungu kwa ajili yangu na yako, kampa nguvu akashinda. Nawe omba, omba, Utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu. atakujibu kwa wazi. Nawe omba, Utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, jibu. kwa wazi. Mama omba. Yesu ametenda, Yesu amefanya, hakuna wa kulinganishwa na Yesu. Yeye ni Bwana wetu. Kwa siri, atakujibu kwa wazi. Omba usije ukaingia majaribuni, ndugu. Usimame mkamilifu mbele za Bwana daima. Nawe omba, Utafute uso wa Bwana, aonaye. kwa siri, Yesu atakujibu leo. Anavunja magonjwa. Omba, omba. Yo, 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 yo. kwa siri. Atakujibu kwa wazi. I want us to pray for Sunday school and their teachers. So raise up your hands as we pray for them in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, we come before you this morning. We want to appreciate you because you are our God. My Father, we bless you because you are a very wonderful God. You have given us your grace. And even at the house, my Father, we can see your hand. Blessed be you, Jesus, who trains our fingers to wage war and our hands for battle. We bless you for this time, my Father, even for our Sunday school of Eldo Valley Baptist. My Father, I want to pray for them, that whenever they are going to their classes, my Father, wherever they are being injected wisdom and knowledge in their minds, my Father, I pray that they are going to hearken and they are going to put it and to heed in their hearts. I want to pray for their teachers as they stand before them and teach them. My Father, I pray that the Spirit of God is going to reign upon their lives in the name of Jesus Christ. You are adding more wisdom to their teachers and even giving them a humble time,
Because training these, our dear ones, my Father, it is not easy. I want to pray that, my Father, the Spirit of God is going to cover them. And even the love of God is going to flourish upon their lives. In the name of Jesus. I remember their parents, wherever they are, whatever they are going through. My Father, I want to pray for them this time. In the name of Jesus. The parents that they don't have a job, I pray for them right now. That, my Father, you are doing your miracle in the name of Jesus. Them that are working and they are seeking, my Father, for promotions, we are praying at this time that the Spirit of God is upon this place, and the promotion they are waiting for, it is going to happen in the name of Jesus. Anyone who is sick, my Father, amongst them, I want to pray for them that healing is their portion in the name of Jesus. You said in your word in the book of Jeremiah chapter 33 and verse 3 that call unto me, and I will show you greater and mighty things. The things that we do not understand. My Father, I know the things you are going to do for these dear ones. My Father, masikio yetu hayajasikia, macho yetu hayajaona, nafsi zetu hazijaweza kutafakari makuu na mema ambayo unafanyia hao watoto. And I pray that, my Father, amongst them, you are going to raise a big nation. You are going to raise a big army, the army of God. You are going to raise teachers. You are going to raise engineers. You are going to raise vigilant leaders, the people who will lead this country in a correct way, in the name of Jesus. And my Father, even amongst them, you are going to raise ministers in the name of Jesus, the people who will stand in the gap of the gospel in the name of Jesus. Na kama kuna mtu mahali ambaye anaangalia hawa watoto wetu vibaya na kuwapotosha kwa njia zisizofaa, njia zisizostahili, sasa hivi tunakemea kwa damu takatifu, damu ya Yesu Kristo, wakapate kushindwa. Tunawazingira na damu ya Yesu, tunawazingira na ua la moto. Hawa watoto wanafanikiwa, hawatakuja kanisa hii na wabaki jinsi walivyo, jinsi ambavyo tumeona ukiinua wengine kutoka kwa hii Sunday school ukawapandisha viwango na vingine. Tunaombea hawa watoto, wamebarikiwa, wameguzwa na wewe na wamelindwa na damu ya Yesu Kristo, damu ya utakaso na hata damu ya urejesho. Tunaombea kanisa hili ili kwamba mfalme wa ajabu, hawa watoto wanaongezeka kwa neema yako Mungu. Tunakupatia utukufu, heshima zote na mamlaka. Hakuna aliye kama wewe, na ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Amen, 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 amen. So tunaendelea kwa hiyo mood ya worship, na ninazidi kukaribisha praise and worship ili tukaendelee kumwabudu Bwana. In the name of Jesus. Pigia praise and worship makofi. Na tusimame kwa miguu zetu, simame kwa miguu yetu. Be on our feet, be on our feet. Naomba tusimame sote. One more touch. One more touch. One more touch. One more time.
lina uzima, litasimama. Nitasimama kwa neno lako. Neno lako linatupigania, linatupigania. Kubaliana na neno lako. Bwana, Litasimama. nitasimama kwa neno lako. Neno lako likubaliana. Kubaliana na neno lako. Wewe kubaliana. Litasimama. Nitasimama kwa neno lako. Neno lako, neno lako Bwana, kubaliana. kubaliana na neno Anasema tunaishi, hatutakufa. Tutasimama. Nitasimama kwa neno lako. Tutasimama. Tutasimama. Kubaliana na neno lako. Neno lako. Tutasimama. Nitasimama kwa neno lako. Bwana, Weka juu. Sikuoni. kubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama kwa neno lako. Bwana, kubaliana na neno lako. Bwana, nitasimama kwa neno lako. Bwana, Wapi vigelegele kwa Yesu? Mshukuru Bwana ni mwema. fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema. Fadhili zake za milele. Israeli na waseme. Fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema. Fadhili zake za milele. Eldobale tunaimba. Fadhili zake za milele. Kwa maana, Fadhili zake za milele. kwa maana, Fadhili zake za milele. kwa maana, Fadhili zake za milele. kwa maana. Fadhili zake za Weka mikono juu. Kwa maana, Fadhili zake za milele. kwa maana. Fadhili zake za Luka juu, Luka juu, Luka juu, Luka juu, Luka juu, Luka juu. Twe, 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 twe. Wacha nisikie vigelegele. Moyo wangu ulisifu jina la Bwana. Fadhili zake za milele. Bwana amefanya kila linalompendeza. Fadhili zake za milele. Hata wamama na waibe. Fadhili zake za milele. Hata wazee na waibe. Fadhili zake za milele. Na vijana tunaimba. Fadhili zake za milele. Kwa maana, Fadhili zake za milele. kwa maana, Fadhili
Fadhili zake za milele. Kwa maana Fadhili zake za milele. kwa maana Fadhili zake za milele. kwa maana Fadhili zake za milele. Fadhili zake za Ai, weka mikono juu. Weka mikono juu, weka mikono juu. Wangapi wanafurahi siku ya leo? Wangapi wanafuraha? Mimi kuna kitu nimeona hapa na inanipa furaha moyoni. Wewe umeona kweli? Umeona kweli? Umeona nini? Umeona nani? Umeona baba yetu? Nani ya nyumba? Wapi vigelegele? Mama yetu wako na furaha kabisa. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wote tuone, tulisifu jina lako. Sema Baba, wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu waone, walisifu jina lako. Asante. Ambia jirani dadi amekuja. Mwambie jirani dadi amefika. Haya, piga Yesu makofi katika jina la Yesu. Asante. Tunashukuru Mungu alipeleka mtumishi wake paka Geneva, Switzerland na akamleta salama, na this time round ako na ushuhuda kubwa. Asante. Niruhusu niombe tu kwa ajili ya vijana wakienda darasani. Allah, please make sure you come back quickly. Maana mtumishi wa Mungu atakuwa ananena pamoja nasi kama vile Mungu amemwelekeza. Inua mkono wako mbele za Mungu, inua juu kabisa tunapoomba. Tumwambie Bwana msaada wako asubuhi ya leo inatoka kwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante maana wewe ni Mungu aliye mwaminifu. Tulikuomba na mtumishi wako aliomba ya kwamba ukampeleke katika nchi ya Switzerland salama na ukamrudisha salama. Siku ya leo tunanyenyekea mbele zako tukisema asante kwa safari mzuri umepatia mtumishi wako. Tunatambua ya kwamba sio wote wanaosafiri wanafika salama. Kwa hiyo Bwana, siku ya leo tunakushukuru maana umempeleka kule Switzerland, baadaye Mombasa, na sasa leo amefika, tunashiriki pamoja na yeye. Baba, tunasema ni asante.
anaposimama mbele yetu. Yeye ni mtumishi wako tu. Tumia yeye kama chombo anaponena pamoja nasi. Baba, asante kwa vijana wanapoingia katika darasa lao, utaenda kuwabariki. Tunaombea walimu wao wanapowafundisha. Baba, watoto hawa na vijana hawa wafanikiwe. Bwana, pokea sifa na utukufu. Tunakupikia makofi ya shukrani kusema asante, maana hakuna Mungu aliye kama wewe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tuomba na kuamini. Amen. Asante, tupige Yesu makofi tunapokaribisha mtumishi wa Mungu. Welcome sir. Asante. Welcome sir. Asante. Praise and worship, munaweza kwenda, mutarudi. Wakati praise wanakuja na vijana wanaenda, tusimame sisi zote. Tusimame. Asante kwa maombi yenu. Asante kwa kuniombea. Asante kwa Mungu ametupa nafasi ya leo. Na leo vile vile tutashukuru Mungu kwa sababu ya safari nzuri. Ni mara ya kwanza kwenda, si nimefika salama, sijakuwa mgonjwa. Na vile vile najua nyinyi pia wengi wenu amuchakuwa wagonjwa, kwa hivyo ni shukurani. Lazima tushukuru Mungu kwa hiyo. Nimekuwa nikisikia redio asubuhi, kuna watu kule sijui karibu Webuye, nafikiri ulisikia matangazo, karibu kule ile factory ile ya Webuye, kuna gari nafikiri ilikuja trailer, na kuna gari ya hapa Eldoret ya nafikiri ya Sako, trailer iliangukia na walikuwa wamefika nyumbani, karibu nafika nyumbani. That is why nimekuwa Switzerland, most of the time nimejaribu kufunga na kuomba. Yeah? Kwa maana kuna watu wengi wamekuwa huko, wamekuwa hospitali. Mtu anakuwa mgonjwa na peleka hospitali. Na hospitali mahali unaenda sio mahali umezoea. Na huko ni very expensive. Kwa hiyo nimejifunza wakati umeshiba ni mzuri kushukuru Mungu. Wakati hujashiba ni vile vile mzuri kushukuru Mungu, hata wakati hali ni mbaya. Na mimi najua Mungu anatupeleka kutoka kwa hatua ingine mpaka kwa hatua ingine. Ni kama vile mtoto anasaliwa, anaanza hawezi kuongea, lakini gradually ana grow. Na mimi naomba Mungu atusaidie, akusaidie pamoja na mimi kufungua macho yetu ya kiroho, kuona danger. Because devil worshippers kazi yao ni kuua watu, kazi yao ni kuharibu watoto ya watu. Wengine kuna signs ya devil worshippers. Ingine anatumia chains, ingine anatumia rings mbalimbali. Lakini kama you are not knowledgeable, you cannot understand. Huwezi kuelewa. So ukiwa roho wa Mungu ndani yako, Biblia inasema, I think katika kitabu cha, let's see, is it 2 Corinthians chapter 2? Can somebody check for us? 2 Corinthians chapter 2? Wakorintho wa pili verse 14. kifungu cha 14.
Keep on standing. Tuendelee kusimama. Now the Bible says, now thanks be unto God, which always caused us to triumph Christ and made manifest the Savior of his knowledge by us in every place. Verse 15. Kifungu cha 15. For we are unto God as... Now, let's go to first, it should be first. First. 1 Corinthians 2:14. Tuende kwa Wakorintho wa kwanza 2:14. Is that the first? Nasema, but a natural man or a woman receives not the things of the Spirit of God. Nasema basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. What is the meaning of a natural man or woman? Inamaanisha nini mwanadamu wa kawaida au mwanamke? Ni mtu wa kawaida. Ni mtu ambao anaona vitu normal. Kama mgonjwa ikikuja anaona ni kawaida kuwa mgonjwa. Kama accident inakuja anaona kama ni kawaida. Kama umaskini inakuja anasema nitavumilia. That is what Paul is telling the church of Corinthians, 1 Corinthians church, that the natural man or a woman receiveth not the things of the Spirit of God. Kwamba mwanadamu wa kawaida akiwa mwanamke au mwanamume hayapokei mambo ya Mungu. They cannot understand. Hawezi kuelewa. When there is danger, they don't understand. Wakati kuna hatari hawezi kuelewa. When there is something, when God is speaking, they cannot hear the voice of God. Wakati Mungu ananena hawezi kusikia sauti ya Mungu. That was the problem of First Corinthians church. Hiyo ilikuwa ni shida la kanisa la Wakorintho. And Paul was able to see or to understand or to feel or to see how they were doing things in a normal way. Na vile Paulo akaweza kuelewa vile walikuwa nafanya mambo kwa njia ya kawaida. The next statement. Usemi unaofuata. For they are foolishness unto him or unto her. Kwa sababu ni upumbavu kwa yeye akiwa mke au mume. Neither can he know or she know them because they are spiritually discerned. Wala hayawezi kuyatambua au kuyafahamu kwa sababu ni mambo ya kiroho. I'm asking you today. Na kuuliza siku ya leo. I want you, God wants us to be sensitive. Mungu anataka tuwe makini. Don't come here, with a natural spirit and go back with your natural spirit. Usikuja hapa kwa roho wa kawaida na uende kwa roho wa kawaida. Don't come here physically. Usikuja hapa tu kimwili. Come spiritually. Kuja kiroho. And go back spiritually. Na urudi kiroho. Because the things God is showing can be foolishness unto a natural person. Kwa sababu mambo ambayo Mungu anaonesha inaweza kuwa ni upumbavu kwa mtu wa kawaida. Because they are spiritually discerned. Kwa sababu ni ya kiroho. What is the meaning of discernment? Ni nini kubabanua? The spirit of discernment is a spirit that is always telling you something is wrong. Roho ya ubabanuzi ni ile inakwambia kuna kitu ambacho hakiko sawa. It tells you this is not the way to go. Inakwambia hii sio njia ya kuendea. This is what you are not supposed to be doing. Hiki ndicho huhitajiki kufanya. Verse 15. Kifungu cha 15. But he or she, he that is spiritual, charged. Yeye ambaye anayatambua au katika hali ya kiroho. The one who is charged all things. Ambaye anatambua mambo kwa hayo yote. Yet he or he himself is charged of no man or no woman. Wala yeye atambuliwi kama na mtu. A discerned spirit person. Mtu ambaye ana roho ya ubabanuzi will come in. Atakuja. And the Spirit of God will be able to navigate whatever is happening in that area. Na roho wa Mungu anaweza kumuonesha kwa kile kinafanyika katika sehemu hiyo. And those people will not understand what is happening around them.
na hao watu hataelewa kile kinafanyika kuwasunguka. That is why you should not be just a normal Christian. Na ndiposa hauhitaji tu kuwa Mkristo wa There is kawaida. no any believer who has been normal in the Bible historically who became something. Hakuna Mkristo ambaye amekuwa wa kawaida kihistoria katika Biblia ambaye alifanyika kitu. Those people who have been extraordinary, Watu ambao wamekuwa zaidi ya kawaida, they moved with God. walienenda pamoja na It Mungu. doesn't matter what is happening surrounding you. Haijalishi kile kinafanyika kukusunguka. But at the end of the day, Lakini mwisho wa siku they are always having their victory because they are not working with natural. They are working with spiritual, and the power of God will be always moving with them. wanakuwa washindi kwa sababu hawaenendi katika hali ya kawaida, kwa sababu nguvu za Mungu ziko ndani yao. May God help us today. Wacha Mungu atusaidie You siku ya leo. become extraordinary man or a woman of God. Ufanyike mwanamke au mwanaume ambaye ni zaidi ya kawaida wa Mungu. Understand God fully. Muelewe Mungu kikamilifu. Walk with God. Tembea na Mungu. Believe Him. Muamini yeye. Thank Him. Mshukuru yeye. Bless Him. Mubariki. And serve Him effectively. Na umtumikie kikamilifu. There is no any other profit in this world. Hakuna faida yoyote ingine katika You ulimwengu. serve God effectively, He will reward you. Ukimtumikia Mungu kikamilifu atakupa zawadi. So make your mind today. Kwa hivyo fanya uamuzi au mawazo yako siku ya I leo. want us to go as we stand, we read the scripture of today. Tunaposimama hivyo tusome andiko la siku ya leo. We are going to read Numbers chapter 20. Tutasoma Hesabu mlango wa 20. Going in the wrong direction. Kuenda katika mwelekeo au mahali pasipofaa. May God help you today and help me. Wacha Mungu akusaidie leo na anisaidie. Where are you going? Wewe unaelekea wapi? Where have you been? What have you been doing? Wewe umekuwa ukifanya nini? There is always wrong direction and there is a right direction. Kuna mwelekeo unaofaa na mwelekeo We usiofaa. want to see today, Tunataka tuone siku ya leo. when you are in the wrong direction, Wakati uko katika mwelekeo usiofaa. what will happen? Nini kitafanyika? What will be the results? Matokeo yatakuwa ni yapi? What will be the repercussion? Matokeo yake yatakuwa ni yapi? God wants us to check how always use your life. Mungu anataka tuangalie vile tunatumia maisha yetu. How do you utilize your life? Unatumiaje maisha yako? Because you will give an account of the years God has given you. Kwa sababu utawajibika kwa miaka ambazo Mungu amekupa. God is not giving you years for nothing. Mungu hakupi tu miaka bure. He gives you for a reason. Anakupa kwa sababu. Be careful on how you handle the things of God and how you handle yourself. Kabili au unashika mambo ya Mungu. And how you handle yourself. Na jinsi wewe mwenyewe unajikabili. Going in the wrong direction. Kuenda katika mwelekeo usiofaa. And we will get a very good example. Na tutapata mfano mzuri sana of a prophet by the name Moses. Kwa nabii, kwa mfano wa nabii Musa. Moses was hidden in the water of River Nile, and God could not allow Moses to be taken by water. Musa alifichwa katika maji na Mungu angeweza kuruhusu yeye kuchukuliwa na maji ya huyo mto. Many children were killed, but God spared the life of Moses. Watoto wengi waliuawa, lakini Mungu alihifadhi maisha ya Musa. Because the mother of Moses, she was a woman of integrity, she was a woman of extraordinary, she was a woman who believed God, and he said, my child cannot be killed because there is God in heaven. Huyu mwanamke mama wa Musa alikuwa ni mtu aliyemwamini Mungu na akasema mtoto wangu atachukuliwa. I want you to understand there is God in heaven. Nataka uelewe ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Whatever is happening in your life, chochote ambacho kinafanyika maishani mwako, it cannot proceed what God is going to do upon your life. Haiwezi kushinda kile Mungu atafanya katika maisha God yako. will always do extraordinary at his own time. Mungu atafanya zaidi ya kawaida kwa wakati wake mwenyewe. It doesn't matter what you are going through. Haijalishi kile It unapitia. is a training. Hiyo ni mafunzo. You are going to come out. Utatokelezea. Because there is a deliverer. Kwa sababu yeye ni mkombozi. And his name is Jesus, the Lord who knows the beginning from the future. Na jina lake ni Yesu ambaye anajua mwanzo kutoka pale mwisho. So let's read
Mwalimu, Numbers chapter 20. Hesabu 20 mwalimu. You go up to 10 and then we can pray and you sit down. Tasoma vile maandikwa. Kisha wana wa Israeli mkutano wote wakaingia bara ya Sini katika mwezi wa kwanza. Watu wakakaa Kadeshi. Miriamu akafa huko, wakazikwa huko. Na hapo hapakuwa na maji kwa ule mkutano. Wakajikusanya juu ya Musa na juu ya Haruni. Watu wakashindana na Musa wakanena wakisema, ingalikuwa heri kama tungalikufa wakati ule ndugu zetu walipokufa mbele za Bwana. Mbona mmewaleta kusanyiko la Bwana hata jangwa hili ili tufe huku sisi na wanyama wetu? Na mbona mmetupandisha kutoka Misri ili kutuleta hata mahali hapa pabaya, si mahali pa mbegu wala tini wala mizabibu wala mkomamanga, wala hapana maji ya kunywa? Musa na Haruni wakatoka pale palipokuwa mkutano, wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania, wakaanguka kifudifudi, utukufu wa Bwana ukawatokea. Bwana akasema na Musa akinena, twaa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukawaambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, naye utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utawanywesha maji mkutano na wanyama wao. Musa akaitoa fimbo hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Mstari wa 10. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba, akawaambia, sikieni sasa enyi waasi